Okay. Kipato chake Cha kwake. yes. Akifanya unamshukuru Mungu, umepata mwanamke mwenye sifa ya ziada, mcha Mungu. Umeelewa? Lakini wewe hakikisha unamudu mahitaji ya msingi. Okay. Umenielewa? Isikusumbue Kuhudumia mambo. Kwa sababu unaweza kawa leo umemwoa hana pesa, kesho kutwa akawa bilionea. Uko pale pale kwenye lakinea. Lakini wewe hakikisha majukumu yako umesimama. Hutahukumiwa nafsini mwako, hutahukumiwa na jamii, hutahukumiwa na Mungu, kwa sababu umesimama kwenye nini? Kwenye nafasi yako. Sasa kwenye hicho ulichokisema imetokea kuna nyakati nilizungumza. Ndio wanawake au wanandoa ambao au wanaotarajia kuingia kwenye ndoa wanaotusikia leo wamepata neema au bahati ya kujua kwamba kumbe kuna nyakati za kuishiwa. Sasa ndio wakati wa tabia zako, ni fursa nyingine ya kudhihirisha tabia ya uliyemwoa au ya mtu uliolewa naye. Ina maana hizo tabia ambazo ziko nje unamwona nazo mtu sio halisi, uzichunguze. Ni halisi kwa sababu zitaongezeka. Tulisema tabia zake ni halisi, ila zitaongezeka. Sasa ili ulijue kama ni tabia halisi, ndio muhimu wa kufahamiana. Tabia ambayo mtu anaigiza na halisi, kadiri unavyozidi kumsoma utajua hii ni tabia yake, hii anaigiza, utamjua tu. Kwa hiyo sasa kama yeye alikuwa ni mtu ambaye ana kiburi, ana dharau, ila alikuwa anakuheshimu kwa sababu una hela, zimeisha kama unavyosema, biashara imeenda vibaya au kazi umefutwa kazi, si ndio? Ndio fursa ya yeye. Kama ana adabu ataonyesha bado ana adabu. Kama ana kiburi, kama ana kudharau, ndio fursa yake, kwa sababu amepata sababu ya kukudharau ambaye moyoni mwake anajipa uhalali. Na mheshimu vipi wakati yeye atimizi majukumu yake? Ushasikia hiyo sentence? Na mheshimu vipi wakati yeye anipendi? Lakini wewe upendo ulitafsiri kwa yale matarajio yako na yale ambayo ulitaka ufanyiwe. Hayupo kwenye nafasi kwa wakati huo ya kuyafanya. Kwa hiyo na wewe mwanaume ambaye umepita nyakati hizo, usiendelee kulia hapo, usiendelee kulalamika mke wangu haniheshimu. Amka, chapa kazi, ishi maisha ambayo yataleta ustahimilivu wa ndoa yako kimajukumu, kama wewe ukiwa kama mzalishaji. Sawa. Automatically atarudi kwenye line. Na Mungu atakusaidia. Pastor, hapa tumebakiwa dakika 2 tu. Sawa. Na nakumbuka namba 3 nilimaliza.